hicho ndio nilichokuitia. Alinitazama kwa macho ya huzuni, akasema kani penzi letu linaishi gizani. Tulitamani dunia ijue, lakini hali haikuruhusu. Maumivu moyoni, lakini tabasamu nje ni lazima tuve. Asupa alijua siri yote moyoni mwake, lakini aliogopa kusema, akaamua kunyamaza. Rafiki yangu, nadhani unanifahamu. Hiyo kazi yako ninaifanya na vijana watapatikana, tena wenye nguvu. Kwa hiyo sijawahi kukuangusha nadhani, na hii kazi yako nitaifanya na Bwana Kani atakamatwa. Tafuta vijana, yani waliokuwa na nguvu kazi, sawa? Wakisema wafanye jambo linakuwa jambo. Usitafute vijana wakawalele mama ili jambo ili likawa wana asili ya uoga. Vijana wa design siwapendi. Hilo limeisha rafiki yangu, na kwa kuwa umenipa muda kuwa leo au kesho, hivyo mimi naamini nitawapata, kwa sababu vijana wote wa hapa nawafahamu. Hilo rafiki yangu ndio leo kama nimekuitia. Haina shida kaka, na mimi nisichelewe sana, ngoja niondoke nikajaribu kuangalia mapema ili niwapate vijana. Baada ya muda na mimi nitakupa taarifa. Sawa rafiki yangu, nasubiria simu kutoka kwako ya kujua kama umefanikiwa. Haina shida kaka. Karibu tena kaka. Asante. Ila nakupenda kweli, upendo asiri, sawa sina pesa. Voko. Voko. Na mjomba. Njoo bwana. Mapenzi ni furaha, lakini kwangu yamekuwa. Unapenda kusumbuana mjomba? Mjomba. Ndio mjomba. Wala kati zako hasa ni zipi? Maana ueleweki. Mjomba, mtoto wa kiume kupambana. Mimi napambana. Nikificha machozi ndani ya mito. Napambana. Moyo wangu wote. Lakini unapambana kwa hayo majukumu yako, hayo malengo yako unapambana na labda yeye pia sasa unachopambania kipi? Mjomba, mimi napambana. Wewe subiria mkwe. Sawa? Kuna mtoto anajichanganya, wewe subiria mkwe mjomba. Mimi nakutafutia mkwe. Hiyo safi, kwa sababu tumeshachoka wengine kupika, kukaa wote chakula cha ndevu kumuka sio poa. Sema mimi naenda kutafuta. Mimi naenda kupambania. Wewe sio mama. Kupambania kile shangazi. Basi subiri. Mtoto akijichanganya hataliwa. Si unajua? Hasana shida ndio. Mungu nikuache. Sawa mjomba, mimi nipo. Unasikinisho kilema, nipende hata kama sina maumivu, niache. Kwa nini unanifanya nitese? Mr. Kani. Niambie. Fresh, mambo vipi? Safi, inakuaje? Mr. Kani, bora tulipokutana. Maana nilikuwa nafikiria nitakupata vipi. Sasa kwa sababu Mungu amejalia tumekutana hapa, imekuwa bora.
kuna jambo nataka nikwambie. Jambo lenyewe ni la hatari sana. Nadhani unamfahamu Mr. Koji. Na hii ninayozungumza na wewe nimetokea kwake. Anafanya mpango wa kuja kukuteka, na ikiwezekana akuue moja kwa moja. Sasa wewe ni kijana mwenzangu, nikaona sio bora niache likukute baya aliyakuwa mimi nafahamu. Alafu mbaya zaidi, manake mimi ndo niliopewa kazi ya kuratibu mpango mzima. Nikaona bora nije nikwambie kwamba kama inawezekana, inatakiwa usiku wa leo utoroke. Kwanza nashukuru kwa kunipa taarifa, lakini pia nitafanya hivyo endapo kama nitatoroka na Kiuti, ila bila yeye acha tu aniue. Ni sawa, najua unatetea penzi lako, lakini nataka nikushauri kitu. Usiku wewe natakiwa utoroke, ila kwa kuwa mpango nimepewa mimi wa kuratibu, nitajitahidi kuuchelewesha ili leo ufanye mipango yako. Kesho inatakiwa uondoke. Hiyo haijalishi umempata Kiuti au haujampata, ila kwa kuokoa usalama wako. Kaka, acha nikwambie kitu. Bila Kiuti siendi kokote kule. Kama nitatoroka na Kiuti ni sawa kabisa. Bila Kiuti siwezi kwenda kokote. Na hacha tu nikwambie kitu. Mimi nitakuwa mfano wa ule msemo wa wahenga kuwa nzi ufea kwenye kidonda. Mimi niko tayari kufa kwa ajili ya Kiuti. Nadhani utakuwa umenielewa. Sawa, sina pesa ila nakupenda kweli. Hivi kwa nini masikini tunakosa tunachokipenda? Au ndo tumeumba kuteseka? Shangazi. Karibu nyumbani kwangu. Nashukuru. Lakini pia jisikie amani kwa sababu hapa ni nyumbani kwako. Mimi nimekuita na jambo langu nataka nilipitishe. Kwa hiyo niliona sio vizuri kulifanya hili jambo pasipo kukushirikisha wewe. Ndio maana nikaamua kupigia simu. Nashukuru na mimi umeniheshimisha, umekuja hapa. Kuna mwanamke nahitaji nimuoe, lakini tarehe sijapanga, ila ndani ya mwezi wa upiti hiyo ndio itakuwa imepita. Kwa hiyo wewe uliofika hii, nakuomba usirudi mpaka nihakikishe mimi na wewe hakikishe ndio imefanyaje, imepita, kwa sababu wewe ni mkubwa wangu, lazima unisimamie. Ilikuwa na hiyo. Mimi nashukuru kwa kuniletea hoja kama hizo, maana baada ya kukuona nilikuwa na hofu sana, sababu nyinyi vijana changamoto zipo. Baada ya kulisikia hili, yani ninashukuru sana. Kwanza nina furaha ya kupitiliza na maamuzi yako uliyoyatumia. Yaani nahakikisha nitakuwepo hapa mpaka siku ya mwisho ya hiyo sherehe. Kwanza ninashukuru. Apata tosha na sitaamini kwa kitu nitachokuwa nakifanya siku ya mwisho. Yaani nashukuru sana. Basi sawa, nashukuru kwa kuwajibika, lakini umeniletea heshima ya kutosha sana. Mimi subiri kwanza niende chumbani hapo, kuna kazi kidogo, kuna kitu namalizia hapo kukifanya, tutakuja kuendelea na maongezi. Asante.
Afadhali kaka nilivyokuona. Mambo vipi? Safi mambo. Safi, yani mguu wote huu nilikuwa nakutafuta wewe kakaangu. Nimekuangalia, nimekuona unafaa sana kwenye mambo yangu ya umbea. Aya. Yani mambo ya udaku, kusambaza umbea kijijini. Asante. Ndo mambo yangu hayo. Hayo ndo mambo yangu. Na hapa umefika. Sawa? Hapa umefika. Kama mbona leta umbea. Hapa umefika. Nipe mkono huo. Ai. Sasa tunafanyaje? Yaani nikitaka mimi na wewe tuwe kitu kimoja, tunapita kusambaza umbea, yaani tuwe marafiki. Hapa umefika. Hapa umefika. Mambo ya umbea umefika. Sasa kwanza kipo kitu hapo. Yaani kaka, kitu kipo na kipo kweli kweli. Sasa kwa sababu hapa atasikia waambia wenzetu. Ndio. Nipe mkono. Nipe huo. Twende. Kama sina thamani jijini tulipokutana, macho yakasema yote, mimi sina chochote ila moyo umejaa. Niliua mapenzi ni furaha. Mambo Poa nzima. safi kama kawaida. Kama kawaida. Eto nzuri na kuelewa sana na kufuatilia katika mji huu. Sijaona kama wewe. Hujamwona kama mimi kivipi yani? Afu nikwambie kitu mtoto mzuri. Mimi nakupenda sana. Hivi mimi unipende wewe, lakini una akili wewe. Ai. Wazi shoga yangu. Mama. Niliwapa moyo wangu wote, lakini wao walinipa majeraha tu. Mr. Koja alikuja na nguvu za pesa, akataka kumpora Cutie bila kujali hisia. Kani akabaki peke yake na maumivu, akizungumza na ukuta. Naona unahangaika sana kuwatafuta watu ambao hawapo hapa kijijini. Maana watu unawatafuta wameshaondoka hapa. Wewe ni nani? Na umewezaje kujua hili jambo kiurahisi? Unataka kujua mimi ni nani au unataka kujua au watu wametoka hapa wameelekea wapi? Nataka nifahamu watu hao wameelekea wapi. Au watu wameelekea Dar kwenda kufanya maisha yao. Na wewe endelea na maisha yako. Upendo wa siri ni kama kivuli, unafuata lakini haonekani. Sitaweza kukubali. Hata kama ameenda Dar es Salaam, nitakubali kwa gharama zozote zile nafuatilie mpaka nihakikishe Cutie anakuwa mikononi mwangu. Nguvu ya pesa haiwezi kushindwa mimi kufika Dar es Salaam. Nakosa